Mambo vipi mtazamaji wa MJTV, langu jina ni Mariam Juma. Leo niko katika mitaa ya Malapa hapa. Nimekutana na dada hapa, nitamuuliza swali, halafu atajitambulisha kwanza, halafu nitamuuliza swali. Dada mambo? Poa. Mzima? Mzima. Jina lako? Naitwa Jessica. Jessica nani? Majessica wapo wengi. Naitwa Jessica Mushi. Okay, anaitwa Jessica Mushi. Naomba nimuulize swali. Na siku hizi kuna mitandao, yani mitandao ni mingi sana na watu wengi wanatumia. Ni nini faida na hasara? Mimi naomba kwanza aanze kuniambia faida, halafu ataniambia hasara. Kwa upande wangu faida ya mitandao ya kijamii, kwanza kwetu sisi hapa wanafunzi. Kama sisi hapa, mimi hapa ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari. Kwa hiyo mimi kama mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari, faida zangu katika mitandao, kwa mfano kama nataka kujua habari, kama nimeambiwa nitafute habari, kama nimeambiwa nikatangaze, nitafuta mada, nikienda mtandaoni kule nitapata taarifa, nitapata nini. Kwa hiyo inanisaidia katika masomo yangu. Hata kama licha ya mtu ambaye sio mwanafunzi, hata kama ni mfanyabiashara, anaweza kutumia mitandao ile ya kijamii, akapiga picha biashara yake, akaiposti maybe TikTok, Instagram, WhatsApp, akapata nini? Wateja wengi. Kwa hiyo kwangu mimi mitandao ya kijamii ina faida. Mmemsikia Jessica amesema mitandao ya kijamii kwake ina faida. Yeye ni mwanafunzi, mtandao unamsaidia, au wale wafanyabiashara pia mitandao inamsaidia. Je, ni hasara gani pia tunaipata kwenye mitandao? Unajua wanasema popote penye faida hapakosi kuwa na hasara. Mitandao ya kijamii ina hasara sana. Kwa mfano kwa sisi hapa vijana, unakuta maybe picha kule, kuna picha tunaziona mtandaoni, tunakuwa tunaiga tamaduni ambazo sio za kwetu. Tunavaa, watu wanakuta wanavaa nini hizi vitopu, mtu anavaa nini, yani anaiga tamaduni ambazo sio nini za kwetu kupitia kwa nini mitandao ya kijamii. Ukiachana na hiyo, sisi kama wanafunzi kuna hiki tunaitwa My Eye, ChatGPT, akili bandia. Yani mwalimu akitoa tu swali kadiscussini, nendeni library, watu hawaendi. ChatGPT ipo mtandaoni, mnaingia, mnafanya kazi, unampelekea mwalimu. Mwalimu anajua wanafunzi wake ameelewa, lakini kumbe hamna kitu. Ni kwa sababu ya nini? ChatGPT. Kwa hiyo pia mitandao ina hasara zake pia kama hivyo. Jessica amesema kwamba hasara za mitandao ni kwamba unakuta yani tuseme wadada sana sana, mtu mwenye hivi nini si mkubwa, akishaona kwa mfano mtu labda kavaa kitopo, anaona mimi nikivaa napendeza. Je, kuna hao wengine wanao yani mitandao hawana simu kubwa, labda kwao hamna TV, yani hiyo mitandao hawajakutana nayo, lakini tu mavazi yao ni ya ovyo. Wenyewe wao wanajifunza kutoka wapi? Sasa ile pale unakuta mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira anayoishi. Sawa. Anaishi tuseme kama Malapa hapa. Hapa Malapa atokaa tu ndani, atatoka nje, atakutana na majirani zake. Kwa hiyo kuna namna wale majirani zake watakavyokuwa anaishi, au nje ametoka anatembea, ameenda Kariakoo, ameenda Buguruni, ameenda wapi, lazima kuna watu atakutana nao kule. Lazima kuna vitu atakuwa anaviingiza, katika akili yake. Kwa hiyo namna lazima atakuwa anaiga vile vitu, hata kama hatotoka kwenye mitandao ya kijamii, lakini katika mazingira anayoishi, katika mazingira anayopita, hata mazingira anayotembea, kuna vitu ambavyo lazima ataviishi. Kama unakuta mtu katoka mkoani, katoka zake maybe Kilimanjaro huko, kule alikopa anaishi maisha ambayo yani ni ya kawaida, lakini amekuja huku kakuta watu yani kuna maisha ambayo wanaishi, lazima atabadilika kutokana na mazingira. Kwa hiyo ataenda ataishi vile watu walivyokuwa wanaishi, ataacha ya kule, atayachukua ya huko. Hata kama ni mabaya, hata kama ni mazuri, lazima atafanyaje? Kwa namna atakuwa atayachukua. Yeah. Pia kuna hao wanafunzi wanafunzi wanaokaa mabweni, si ndio? Tuseme shule ni za boarding, wanafunzi wanafungiwa. Na akishatoka shule, akishaenda nyumbani pia tuseme anafungiwa. Lakini unaweza kukutana naye mtaani, yani mavazi alovaa unajiuliza kajifunzia wapi, na unakuta yani sehemu zote mbili alikuwa anafungiwa. Je, kajifunzia wapi? Na hiyo mitandao ya kijamii haitumii, na maana shule simu haziruhusiwi. Yeye yani kajifunzia wapi? Unakuta umesema mfano kama ni mtu akufungiwa tu shuleni, akatoka shuleni anakuja anafungiwa nyumbani. Kule shuleni akai peke yake. Kule shuleni kuna wanafunzi wenzake. Hao wanafunzi wenzake hujui nyumbani kwao na hao hawafungiwi. Kuna vitu wanafanyaje? Wanaviona. Kwa hiyo lazima anakuja anamhadisia. Lazima kuna hivi nimeona kitu fulani, mtani fulani kafanya hivi, kasuka hivi, kavaa hivi, kavaa hivi. Yaani the way anavyohadisiwa, kuna picha naye atatamani kufanyaje kuwa vile. Kwa wale watu pia wanaokaa nao, wanaomzunguka, hata kama yeye ni mtu akufungiwa, anafungiwa nyumbani,
anafungiwa shuleni, nyumbani, shuleni. Lakini kuna wale watu ambao anakutana nao shuleni. Sio wote walioko pale shuleni nao wanafungiwa, si ndio? Kuna wengine watakuwa hawafungiwi, nyumbani kwao wanatoka, wana simu. Sawa. Kwa hiyo kuna ile kuhadisiana, anamhadisia, atasikia kumhadisia hivi, kumhadisia hivi, kumhadisia hivi. Useme eti mtu unamziba masikio asisikie, ni uongo. Kwa ile anatoka anahadisiwa na huyu, anahadisiwa na huyu. Kuna kitu anakijenga. Akifika kule mtaani au kwake nyumbani kwao wanafungiwa, lazima atajaribu kupractice. Okay, naomba washauri wakubwa kwa wadogo, yani mitandao ya kijamii tumeona faida na hasara. Wewe unawashauri nini? Mimi hapa nawashauri kwamba mitandao ya kijamii kwa upande mmoja inatusaidia, kwa upande mwingine inatufanya nini? Inatudidimiza. Lakini tuitumie kwa nini? Ukiitumia vibaya ile mitandao ya kijamii nayo itakufanya kitu kibaya. Ila ukiitumia kwa faida nzuri itakufanya vitu vizuri. Kwa hiyo mimi kama kijana na washauri vijana wenzangu, hata wakubwa hata wadogo pia, wasitumie vibaya mitandao ya kijamii. Waitumie vizuri kwa ajili ya manufaa yao ya baadaye. Yeah. Okay, mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ulikuwa nami Mariam Juma na Jessica hapa. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe. Asanteni.